Fahamu umefika. Nikazungumza jana nikasema hivi, ukitaka kutembea na Mungu lazima uyajue malango. Kwa mfano leo, si ndio leo ni Jumapili? Si leo ni Jumapili? Nisikilizeni, si leo ni Jumapili? Si leo ni Jumapili? Waliofanikiwa katika Mungu, wanaojua kanuni za kukutana Mungu na kupata cha Mungu, leo ni Jumapili. Jumapili kuamkia Jumatatu, kuanzia saa 6 za usiku, walio na elimu hii ya kiroho wanasimamana na sadaka, wanasema milango jipya limefunguka la wiki mpya. Wiki hii iliyoipita ilikuwa ni wiki ya majanga, watoto wamelazwa, nimemaliza hela hospitalini. Lakini wiki hii Jumatatu imeanza. Sasa ninasimama Jumatatu, nasimamaje? Anachukua andiko moja katika Biblia linaitwa Ayubu 38 mstari wa 12, wasomee katibu, alafu tumalize pale. Waliofanikiwa na kufundisha kanuni za kufanikiwa na kuteka ulimwengu wa roho wa kifedha. Unanielewa ninachozungumza? Mnanielewa ninachozungumza? Amen. Mnanielewa ninachozungumza? Amen. Waliofanikiwa, wasomee hilo andiko. Ayubu 38 mstari wa 12 nasema hivi. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Kuna watu wanasimama wanaiamuru asubuhi kuanzia saa 6 za usiku, wakiwa wameshikilia sadaka zao mkononi, wanaongea na sadaka ya siku ya wiki. Wanasema kwenye wiki hili sitakuwa mtu wa kawaida, kwenye wiki hili nitashinda vikwazo, kwenye wiki hili nitashinda hiki, kwenye wiki hili nitashinda hiki, kwenye wiki hili nitashinda hiki, kwenye wiki hili nitavuka ukuta wa mabaya, kwenye wiki hili lazima nivuke kitu kibaya. Wanaongea, maana wiki linaanza saa 6 za usiku. Jumatatu inaanza saa 6 za usiku. Na maana ikifika saa 6 za usiku panapangana 00 kwenye saa. Halafu inasoma ni tarehe 20, kwa sababu leo ni 19. Saa 6 za usiku inasoma tarehe 20. Maana yake asubuhi inaanza saa 6 za usiku. Sasa kwenye akili na ufahamu wanafungua malango ya wiki kuanzia saa 6 za usiku. Halafu saa 11 wanashukuru, wanatabiri, wanashukuru, wanatabiri. Angalia mwana wa Mungu ambaye hajui chochote, amekaa na anateseka, na watu wa giza wanafanya haya na wanafanikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Hayo ndio maagano ya kidhabihu. Kama unauliza agano la dhabihu, ndio hilo, kwamba mtu anafanya agano na dhabihu. Anasema Mungu, hii ndio sadaka yangu ya wiki, ya kuteka malango ya kiuchumi, ya kuteka malango ya kifedha, ya kuteka malango ya afya, ya kuteka malango ya ndoa, ya kuteka malango ya furaha, ya kuteka malango ya amani. Kama utakuja upigwe, shetani akaruhusiwa upigwe, na hali umefanya hivyo na unatembea kwa kanuni za Mungu, labda huyo sio Mungu tunayemwabudu. Nataka niwaambie, labda sio Mungu tunayemwabudu. Sema haleluya. Amen. Kumbuka shetani anawafungia watu usiku wa nini? Usiku wa nini? Manane. Waulizeni wachawi, si mnao karibu? Waulizeni kweti mnafunga watu saa ngapi? Usiku wa manane. Wewe unakoloma wenzako, ndio asubuhi inaanza. Wanafunga watu. Si mnao? Kwani jirani yako pale yule kule mtaa wako California sio wewe muulize eti mnaanza saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Chivo cha gendo kichomwela tu saa 6. Tunafanya kazi saa 6. Tunaifunga siku ya mtu kuanzia saa 6. Na mimi nakupatia haya maarifa ya kiungu katika jina la Yesu. Kuanzia leo utafunga.
Sitaki kuona mtu analia machozi hapa amefungiwa uchumi. Changamka kuanzia leo kufungua uchumi wako kwa jina la Yesu. Changamka kuanzia leo, simame kama mwana wa Mungu aliyeamriwa na mbingu kufanya kiungu. Watu mnalogwa saa 6 za usiku na karamati. Utafikiri mavyula kwenye bwawa. Mume na mke wanakoloma saa 6 za usiku, wanapuliziwa mamikia ya ng'ombe. Chimoja kenda umachochilaka. Waulizeni wachawi wanavyoendaka. Jamaa wanakoloma tu mume na mke. Unaamka mpaka yametokea mpaka huku. Haleluya. Wenzenu wanafanya kazi usiku. Wewe simama na dhabihu yako kwenye lango la usiku wa manane. Ambia Mungu, hivi saa 6, huu ni usiku wa manane, ni asubuhi imeanza. Ninaiamuru asubuhi, ninaiamuru kanegele pale napofanyia kazi. Ninasema na dhahabu, mimi sio punda wa mgodini kuanzia leo. Kwa dhabihu hii nafanya agano na mbingu. Lazima mbingu ziitike, lazima nyakafu itike, lazima nyakasaruma itike, lazima mabomba itike, lazima kanegele itike, lazima watoto wangu shuleni Nyerere hawatafungwa tena kwa ajili ya dhabihu hii. Lazima vitu itike, baraka ziitike kwa jina la Yesu. Unasimama. Nikuongezea neno lingine, homework. Sema homework. Homework. Au usiseme home na ha. Homework. Nakupa homework. Kazi ya nyumbani. Andiko, nenda kalisome. Maombolezo sura ya 2 mstari wa 19. Inasema inuka ulalamike. Mwanzo wa makesha yake nani? Shetani. Inuka ulalamike, mwana wa Mungu, anza kuomba. Nena kwa lugha mpya. Sema na Mungu, sema na asubuhi, sema na malango ya wiki. Zungumza kwa habari ya watoto wako. Hilo andiko linaelekeza hivyo. Zungumza kwa habari ya watoto wako, maana wanakufa na njaa. Hilo andiko linaeleza hivyo. Sema na Mungu kwa habari ya watoto wako. Chukua dhabihu ya wiki. Zungumza na malango ya siku. Zungumza na malango ya wiki. Zungumza na malango ya mwezi. Zungumza na malango ya mwaka. Zungumza. Unaanza kusema, unasemesha mbingu kwa dhabihu. Sikiliza, toka utakapoanza kusemesha mbingu kwa dhabihu, ndipo utakapoona maisha yako yamebadilika. Hakuna mchawi juu yako wala mganga juu yako wa kukuzuia maneno haya nayokuambia leo. Yaani mwana wa Mungu anaenda kazini, halafu hapati hata kazi, anatembea. Jana nitolea mfano bodaboda yanayoenda kwa waganga wa kienyeji. Mengine napewa mpaka na masharti, usioge wiki nzima. Yaani linanuka mpaka mkoti unanuka, lakini wateja hawaoni kunuka. Yaani mmelala kijiweni, mmelala kwenye bodaboda. Kaka, mimi bodaboda kama 6. Huyu hapo mimi, alafu nimetulia tu, nitaitwa tu mimi. Wewe kaka mwenye jaketi jekundu. Wote mnaanza kununa. Yaani hili sina mganga gani? Linabeba, linawakuta mko mnacheza magame kwenye simu. Linafika tena linabeba, linapeleka. Linarudi tena linawakuta mnacheza magame, linabeba tena. Halijakaa sawa. Nina bodaboda wangu, ngoja aje akupeleke stendi. Linaitwa choo, linaenda. Yaani asubuhi saa 3 limeshakamilisha ya tajiri, halafu limeanza faida. Saa 12 naliona linakwambia ngoja nipeleke na samaki ya mama mtoto. Inaenda inachukua samaki moja mkubwa wa 15, halafu linapita pale. Inapeleka samaki. Lakini watu wa Mungu wanaoabudu kanisa la FPCT, wanaoabudu kanisa fulani, wanaoabudu kanisa fulani, wameshonana mpaka na ya bosi imewakosa. Kanuni. Ulimwengu wa roho na kanuni. Sema kanuni. Kanuni.
Ulizeni mimi wakati nafanya biashara nimeokoka. Shetani alinijua. Nawezaje kufungua duka alafu watu wakawa wanapita hapa wanaenda hivi? Yaani waende kwa mchawi na mimi na Yesu, na damu ya Yesu na jina la Yesu na sadaka. Hello mayo.